mpaka Uganda. Na mimi Museveni sitachoka kupiga. Kila siku nitakuwa naongea mpaka siku tutabaki na Indian Ocean. Tujue bado ni ya Kenya. Jua peke yako utakuwa unatupima hapa akili. Hao watu wa East Africa ama president wameanza kutupima na kutubeba wana kama wananchi. Na sisi kama wananchi lazima tuamke chini na tujue ni nini cha kuwafanya. Mapresident kama hao, grupu ya Samia Suluhu, grupu ya Museveni na William Samoei Ruto lazima wakuwa watu wa one term. Na wakiforce tutajua kitu cha kuwafanya. My friends, Museveni ameabduct watu wetu. Kasia ingine inaitwa Gerard K inakuja kuunga mkono, inasema watoto wetu wafinywe, waletwe tena aendelee kuwafinya. Kiongozi kama Gerard K hafai kuongoza Kenya. Gerard K hafai kuwa kiongozi hata kidogo. Na tumeanza kuona sasa. Tumeanza kuona ubumbafu kama Gerard K. Hatufai. Nandi Senator. Hatutaki kuona 2027 watu wa Nandi mimi nazaambia hivi. Hata abduction ikifanyika na watoto wa Kenya, hata tunajua nyinyi watu wa Nandi mnafeel. Tuseme hivi 2027 huyo mtu asipatikane kwa uongozi tena. Toeni hiyo Kasia. Inaongea ni kama hata ijielewi. Gerard K. My friend. Anaongea ni kama anaama Kenya. My friend Gerard K. Sikia hii. Viongozi kama wao hatufai kuwaweka Kenya tena. Hiyo ni grupu ya Mr. William Ruto na saa hizi 2027 nao ma-CSS wake wanyofanyi kazi akina Nduale wanafaa wabebe virako waende home. Nduale anatembea anachapa siasa na madaktari wamekoma. Opio ndiye anapanda ndege enda majuu na Siaya juzi nimekuwa huko hata hakuna stima. Uone mtu unaweza gongwa na mchai usiku. Kina Oparanya, my friend, kina Mbadi, walimu wanakoma na mko hapo. Sisi raundi yetu wapembelezi, hatutaki kujua wewe ni Muluya, hatutaki kujua wewe ni Mjaluo, hatutaki kujua wewe ni Msomali. My friend, this time round kama ufanyi kazi ni kuenda nyumbani, hatuwapembelezi. Kwani Oparanya ni nani? Oparanya kama fanyi kazi ataenda home. Watu wote ambao baba alikuwa akikuja akisema ati amekuwa, my friend, this time round ni kiongozi, ni ground inaongea, unaenda home. Watu wa Siaya nimekuwa huko juzi by the way wanalia. Watu wako kiza. Na minister energy anatoka huko. Hatuwezi kubali. My friend, ukienda Butere kuna kiza. Oparanya yako hapo, haezi tetea watu wake. Sisi tunasema hivyo. Ma-CSS kama hao lazima waende home. Nimeona mtu akisema hapa eti Ruto alifanyia baba mazishi mazuri ili kubembeleza ndugu zetu wa Jaluo ili wamfuate. My friend, nyinyi mnasimama hapa mnatusi watu wa Mlima. Jiuliza CSS wa Mlima ni wangapi kwa serikali? PSS wa Mlima ni wangapi kwa serikali? Nyinyi mko na wawili, mnakaa hapa mnasema tuta. Watu wa Mlima wako kama 20 kama 7, CSS wako 7 sijui 8. Hawaongei, wametulia wanafanya kazi. Lakini nyinyi mko na wawili mnasimama hapa mnasema tutam. Tutam vitu gani? Hakuna kitu kama hiyo. Watu wa Nyanza tuamke chini na tujue ni nini cha kufanya. Mtu alifanya tuende kwa Ruto alikuwa baba. Na baba ndiye alitudanganya tukaingia huko. This time round sababu hakuna baba, kila mtu ajitetee kivyake. Mwaje kutubembeleza hapa. Bishop hakuna kitu yote Bishop ameongea mbaya. Bishop ameongea yeye kama mwananchi wa Kenya. Hata mimi naweza sema simama hapa niseme yangu. Bishop hajakosea na Bishop amewajanua akili na ni Mjaluo ndiye ameongea. Si Mkikuyu. Bishop ni Mkikuyu ameongea leo. Bishop ameongea kitu ya ukweli. Ruto alifanya hiyo kitu ili kutubumbaza sisi watu ODM. Ndio tukuje tumuone Ruto ni mzuri. Lakini Ruto ni muuaji, ni muizi, yani ni kila kitu mbaya. Asanteni sana.